Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dismas Godbless. Karibu katika chaneli yangu ya series za ufalme na hii ni Tiwa Moyo. Katika kile kitabu cha Waebrania 11:3 neno la Mungu linasema, kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu visivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Biblia ya kisasa inasema kwamba kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikutokana na vitu vinavyoonekana. Kwa nini nimekupitisha katika neno hili? Kuna kitu nataka tuone kwa muda huu. Biblia inatuonesha wazi kwamba vitu vinavyoonekana havikutokana na vitu vinavyoonekana vyenyewe. Yaani vitu tunavyoviona havijatokana katika vitu ambavyo tunaviona. Sasa tukirudi kinyume cha hili neno, linamaanisha kwamba vitu vinavyoonekana vimetokana na vitu ambavyo havijaonekana. Vitu tunavyoviona kwa macho, iwe ni milima, maji, mabonde, havijatokana na vitu ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo kumbe vitu ambavyo tunaviona leo vimetokana na vitu ambavyo hatuvioni kwa macho. Ndio maana ile 11:3a anasema kwamba kwa neno la Mungu, Biblia ya Kiingereza inasema by commands of God, Mungu aliviumba vitu vyote vinavyoonekana. Sasa pointi yangu leo ni nini? Kila kitu ambacho kinataka kutokea katika maisha yako, ama mambo makubwa ambayo yametokea, yanatoka katika ulimwengu usioonekana. Na mara nyingi ulimwengu usioonekana hutumia mawazo ya watu ili kuleta kitu kipya duniani. Kumbuka, havikutokea kwa vitu tunavyoviona. Hata makampuni makubwa yalianza kwa wazo, yalianza kwa ideas, yalianza kwa mawazo ya watu. Fuatilia watu wakubwa walioanzisha kampuni nyingi, walioanzisha ubunifu mbalimbali. Ni vitu ama ni akili ambayo ilikuwa kichwani, wakaitoa kichwani, wakaifanya kuwa halisi na kitu kikatokea. So mwana wa Mungu, usizalau mawazo yako. Usizalau mawazo yako. Wala usimpende sana kuomba ushauri kwa watu. Mawazo yako yanaweza kufanya kitu kikubwa sana, kwa sababu vitu vilivyotokea duniani havikutokea kwa vitu ambavyo vipo, bali vilianza katika vitu ambavyo hatuvioni, na vitu ambavyo hatuvioni ni kama mawazo. Mimi naitwa Dismas Godbless. Mungu akubariki sana.